Achaneni! Heshimuni meza ya chakula. Hiyo ni tabia ya wapi? Subiri miujiza. Usiniguse. Tusubiri mpaka kesho nimuone huyo Priscilla, ndio kila kitu kitakuwa sawa. Kwa leo naomba uniache. Mke wangu. Nimemaliza. Sihitaji maelezo kwenye hilo. Usiku mwema. Nimechoka Butua, nimechoka na huu uongo. Hujachoka. Yaani mimi ndo nimechoka kwenye kiwango kikubwa sana. Natamani iwe mwisho wa haya. Mimi siwezi kukubali kuolewa na wewe. Siwezi kuoa mwanamke ambaye sina hisia naye. Siwezi. Kwa hiyo tunafanyaje? Binafsi sijui. Cha kufanya ni kumaliza uongo uliobaki. Ili uongo ukamilike. Abi, ukweli mchungu ni bora zaidi kuliko uongo mtamu. Nimechoka binafsi. Nipo chini ya miguu yenu. Naomba mnisaidie sana kumaliza tatizo kubwa lenye udogo ndani yake. Nyinyi ndo watu ambao mnaweza kunisaidia kudumisha ndoa yangu. Naomba nisaidieni katika hili. Jazira, naomba ukubali kubaki na Butua au kutoa hiyo mimba ili kuweza kukamilisha kila kitu. Siwezi kutoa mimba kwa sasa.
hutaki kutoa hiyo mimba, basi kubali kubaki na Butua kwa gharama yoyote ile, ili awe mume wako wa halali. Shemeji, nilikuwa naomba mnisamehe sana kwa kuanzisha utaratibu mbaya sana katika nyumba yenu. Unajua nimefikiria sana na nikaona siko sawa kabisa. Lakini pia unaonekana hauko sawa kwa hisia tu. Ni kweli? Naona. Unajua mimi na uwezo kumwangalia mtu kama macho na nikaona kilichopo ndani yake. Umeona nini shemeji? Naona mambo mengi sana yaliyojaa kifuani mwako ambayo unashindwa kuyatoa kwa haraka sana kulingana na ukubwa wake. Lakini pia sidhani kama ni sahihi kufanya hivyo. Unajua kuongea kunaweza kukusaidia wewe kubaki kuwa huru kuliko kuendelea kukaa hivyo ambavyo unavyokaa. Ni huyu Jazila ananichanganya. Ni mjamzito. Na tatizo linalonichanganya zaidi, anaonekana kabisa hataki kuolewa. Yupo sawa. Kivipi? Kwa sababu mnayemtaka nyie, inawezekana yeye amtaki. Lakini ndo kampa mimba. Sio shida shemu. Unajua hapo wengi sana waliozaa lakini hawajaoana. Yaani hapo kuna ndoa na kuzaa. Unajua ni vitu viwili tofauti. Unajua huyu angepata mimba wala nisingeshangaa. Lakini kwa Jazila, nashangaa kusema kweli. Kwa akili yake, hata mimi nilihisi ni hivyo. Kuna cha kujifunza hapo. Unajua Shem, hatupasi kumhukumu mtu mbaya kwa sababu anaweza kuwa mzuri. Na mzuri pia anaweza kuwa mbaya. Elimu kubwa hiyo. Basi sawa. Mimi nipo nje naenda kuunguza mapafu. Ustaarabu. It's Nonga again. Ngoja kwanza. Priscilla, nataka unambie kabisa hiyo pointi ambayo unaenda kuizungumza kule. Unajua sitaki uje uharibu ndoa yangu. Hivi unataka kusaidiwa au utakusaidiwa? Si anataka kumuona Priscilla, twende akanione, alafu nitajua mimi nachoongea naye. Priscilla, nimekuita mara hizi 3. Uele wako uende kule ukanivurugia ndoa yangu. Ndio utakuja kunijua kama mimi ni Nilo au ni nani. Kama uhitaji kuolewa na Butua, basi unatakiwa kuitoa hiyo mimba. Na pia nina daktari wangu bingwa ambaye anaweza kukutoa bila maumivu yoyote yale kutokea. Yaani hata ujali. Unaona ndoa yako ni bora kuliko ninayoyapitia mimi. Jaribu kuwa hata na roho ya huruma Abi. Nisikilize basi Jazira.
Hapa naangalia namna gani ambayo ya kuweza kuficha siri ambayo ipo mbele yetu na sio kitu kingine. Nikifa nimeshajaribu kutoa mimba, ila ilileta shida kwenye mwili wangu. Nisikilize basi, hii haitokuwa na dosari kwa upande wako. Itoe hiyo mimba, alafu kila kitu kitaenda katika mpangilio wake. Trust you. Mke wangu. Mke wangu. Naam. Njoo, kuna mgeni huko. Wewe. Niambie rafiki yangu. Nye, ina maana mnafahamiana? Sisi tayari tulishakuwa marafiki. Ndugu yangu, mimi ndo mtu yule ambaye alikuwa kila siku namuulizia fundi bomba. Ipo hivi, mimi pia nampenda mume wako tena sana kuliko hata unavyofikiria. We mwanamke, unapata wapi mamlaka ya kuongea maneno kama hayo mbele ya mke wangu? Kaa kimya. Nimeshachoka ujue, hakuna fundi bomba, bali kuna fundi wa mapenzi ambaye ni mimi. Na kitu cha kukumbusha tu, huyu ni wetu sote. Kila kinachofichwa ni lazima kijulikane, na wakati ukifika, jiandae kwa wakati huo. Sijui utamwambia nini mkeo. Nimechoka Masa, hebu acha hizo drama zako. Mimi na wewe, nani anaongoza kwa drama? Wewe na Jazira ndo mna drama nyingi humu ndani. Ukisubutu kumwambia mke wangu kitu chochote, na hapa utanifanya nini Abi? Ukitaka nisiseme, unajua nini cha kufanya ili nisiseme. Dada yako upo wapi? Katoka na mdogo wako. Mbona umesimama? Nahitaji kwenda kwa kaka, na si vyema kama tukiongozana hivi. Mimi nitarudi usiku tu, ila mbali ya yote nakupenda sana Abi. Ukifanya ambacho ninachokitaka, ndo nitajua una upendo kiasi gani kwangu. Njoo chumbani kwangu, lakini chochote ambacho kitakachotokea ibaki kwa siri baina yangu mimi na wewe. Kama ilivyo siri kati ya wewe na Jazira, itabaki hivyo shemeji Abi. Ona
Shika funguo zako. Mke wangu, yaani kulia kwako inadhihirisha kabisa umeanza kusikiliza maneno ya watu wa nje, si ndio? Basi umeamua kumleta ili niumize. Unajua mwanaume wangu unapambania kazi. Kumbe kazi yenyewe ni kufungua zipo. Mwisho wa siku uniletee magonjwa. Mke wangu, haina haja ya kuendelea kulia kama hivyo bwana. Hayo mambo mbona yanazungumzika tu? Tuyazungumze, tuyamalize tu. Haya yanazungumzika? Naomba niletee talaka yangu basi. Vitu vyangu utakuja kuvifuata na vingine baki navyo. Malaya mkubwa wewe. Hapana bwana, usifanye hivyo. Hatimaye kiu yangu ya muda mrefu imetimia, na nimegundua Abi una kitu ambacho wanaume wengi hawana. Ndio maana unawaliza sana dada. Abi, kwa huu utamu sikubali unipe mara moja, na hili nibaki na hisili. Ni lazima unipe mara nyingine. We chizi nini? Mimi ni chizi ndio. Tena ni chizi ya utamu wako. Abi, siwezi kukubali. Nataka unipe tena. Niache. Martha, naomba utoke chumbani kwangu. Nipe tena ndo nitoke. Naomba unielewe. Toka chumbani kwangu Martha. Nipe tena ndo nitoke. Sitoki na lolote naliwe. Dhahabu niokote, niache kulala chini. Ona na 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 na. Ona na na. Ona na 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 na. Ona na na. Ona na na. Ona na 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 na. Ona